Yo, once again, Accidental Pride. Bana, ili picha ni majira jioni sana inaonekana. Vijana wawili waitwa Michael pamoja na Oz waliwasili nyumbani kutoka matembezi. Mama mzazi alimuuliza Michael, "Mbona mkeo na mjukuu wangu siwaoni?" Jamaa akasema, "Wamepitia supermarket, sisi tumeamua tu kutangulia." Mama mtu nikasikia basi ni sawa. Kipindi tunawasubiri wacha mimi niwaandalie chakula kitamu sana. Michael anapokea simu inaompa taarifa mbaya kinoma noma muda huo, ikieleza kuwa mtoto na mkeo wamefariki kwa ajali mbaya ya gari. Simanzi zikatanda mara ghafla nyumbani hapo. Si kwa mama wala watoto, hapakuwa na mtu yoyote wa kuwabembeleza. Na baada ya miaka kadhaa tunapata kumuona bibia aitwaye Ego, ni mrembo kinoma noma akifanywa maombi ili tu apate mume wa maana wa kumuoa, manake umri unakwenda sana. Wakati huo nyumbani kwa mama Michael, mama huyo akubaki nyuma kumsaidia kijana wake Michael kumtafutia mwanamke mwingine. Kwani tangu apate ule msiba jamaa hakuwahi kabisa kupata hisia na mwanamke yoyote, na wala kutamani kabisa kupenda tena. Zaidi ni alimpenda marehemu mkewe. Michael ni fundi wa magari, na siku moja akiwa kazini bana, Ego akawa amefika pale ili ombe kazi ya ufundi. Ego alisema kwamba, "Habari, samani nina shida na wewe." Jamaa akasema kwamba, "Wewe ni nani?" "Mimi naitwa Ego, natafuta kazi bana." "Mimi sina kazi ya kukupatia." "Kaka bana, nakuomba mimi niamini, mimi ni mchapakazi kinoma noma. Babu yangu pamoja na babangu wote walikuwa ni mafundi na mimi nimerithi taaluma hiyo hiyo." Jamaa akasema kwamba, "Hivyo kweli ni kiziwi? Mimi nimesema sina kazi ya kukupatia." Ego alikuwa ni kinganga kweli, lakini Michael hakutaka kabisa kumkubalia. Na siku inofuata Ego akiwa katika matembezi yake, alikutana na Oz akiwa anatafuta fundi wa magari wa karibu bila hata mafanikio yote yale. Ego akaweza kusema, "Imepata shida gani gari?" Jamaa akasema, "Imezima tu ghafla na nimemtafuta sana kakangu, ni mtaalamu lakini hapokei simu." Ego akasema, "Sawa, hata mimi pia ni fundi." Oz akasema, "Wewe ni fundi?" Jamaa akasema, "Ndio. Wacha mimi nikusaidie, na kama una chuma chochote wewe nisaidie hapo, alafu mimi nifanye kazi yangu." Na Ego akawa amefanikiwa kuirekebisha ile gari ya Oz. Basi Oz aliomba msogeze bidada mpaka pale alipokuwa anakwenda. Oz alipenda Ego awe mke wa Michael ambaye ni kaka yake, lakini Michael ndo hivyo hataki kabisa kusikia hizo habari. Na siku moja wakati wakiwepo mezani Ego, Oz pamoja na mama Michael wakiwa nakula pale, Michael alikuja na alistajabu kabisa kumwona Ego ndani ya nyumba hiyo. Na kama ilivyo kawaida yao, wote hao wawili hawajawahi kabisa kuelewana hata siku moja. Ilibidi Oz amchukue kabisa yule mama, wakaketi kabisa pembeni. Mama akaweza kumuuliza Oz, "Mbona umenitoa pale?" Naye Oz akasema wale watu hawawezi kabisa kuelewana hata iweje. Mama Michael akasema kwamba kwa nini? Oz akasema, "Mama, unamjua kaka kuhusu kabisa haya mambo ya kimapenzi. Hana muda nao kabisa hata kidogo. Yaani muda wote Ego anakuja hapa, lakini kaka hakuwahi kabisa kumtamani, yani hajawahi hata siku moja." Bi mama akasema kwamba, "Sasa mimi nitafanyaje katika hili?" Oz akasema, "Mimi nimewaza kitu mama, naamini kabisa itasaidia." Bi mama akaweza kusema kwamba, "Ni kitu gani hicho?" Akamuuliza yule mtoto. Oz akasema kwamba, "Njoo kunongoneze." Mama Michael akasema, "Sidhani kama itasaidia, lakini hii issue." Oz akasema, "Kweli mama, itafaa tu. Cha msingi tu nisaidie kuwapata watu wazima. Itafaa mama." Mama mtu anamkubalia kijana wake Oz kwa mbinu aliyokuwa ameshauriwa, ambao kwa sasa hivi mimi na wewe bado hatujaifahamu. Na huku chini bado marumbano yanaendelea kati ya Michael pamoja na Ego. Asa kesho yake Ego akiwa na Oz ndani ya gari, Oz alisema kwamba, "Asante kwa kunisindikiza matembezi." Ego naye akasema, "Asante pia kwa kunitoa kuona mji." Ego, samahani kama nitakuwa nimekosea kukwambia hili, ila kwa kipindi chote tumefahamiana, unaonekana ni mwanamke unayenifaa sana. Kama hautojali kabisa tuwe mke na mume kwa siku zijazo." Ego akasema, "Mimi nimekubali. Mungu asante sana katika hili." Ego alipagawa kabisa, tapeta hakungoja avalishwe, kwa sababu ilikuwa ni kiu yake kubwa siku moja aje aolewe. Ilikuwa ni furaha sana kati yao wote wawili. Furaha aliyokuwa ameondoka nayo Ego ilimfanya apige kabisa kelele mtaa mzima, ukajua kwamba yeye amepata mwanaume wa kumwoa. Lawama zikaanza kwa Michael baada ya kupewa taarifa na Oz. Michael akaweza kuzungumza kwamba, "Kwa nini ukamchumbia yule kicheche, atakusumbua tu." Oz akasema, "Hasira za nini mzee, wakati mimi ndiye naoa na sio wewe?" Michael akasema kwamba, "Mwanamke gani mapepe yule mcharuko, macho juu juu, hana mbele wala nyuma, hamna mke pale." Jamaa akasema kwamba, "Ndio, atakuwa sehemu ya familia yetu na muoa mshikaji wangu." Michael akasema, "Mimi kama kakako nasema kwamba siruhusu wewe muoe yule bibie, haina mjadala, ndio ishapita hiyo." Hasa nyumbani kwa Ego alimwambia mama yake kwamba amepata mwenza. Mama Ego akasema kwamba, "Mwanangu, usije kabisa kwa kurupuka katika masuala mazima kama hayo.
kaa utulize kwanza akili upate chaguo lililokuwa sahihi. Ego akasema mama, hata usijali. Na huu mtaa utanikoma, kwanza nabadilisha kabisa na hata mwenendo. Dhumuni wa yule pete yangu ya ndoa, yani nitakuwa natupa mkono kule ninavyokuambia. Siku iliyofuata Ego alimfuata Michael ili tu amringishie ile pete. Hizi kelele ndizo zinamfanya Michael asifurahishwe kabisa na huyu mwanamke. Ana mambo ya kizaramo kinomani. Basi baada ya muda kidogo Ego akiwa anapiga story na mama mkwe, mara ghafla alikuja Ozzy mbio na huku akionekana kama ni mtu ambaye amepagawa sana. Akasema kwamba alinunua mzigo wa gharama sana kwa ajili kabisa biashara, na kila akipiga simu kujua kwamba umefika wapi simu hazijibiwi. Walimshauri aelekee Lagos akafuatilie mzigo, na ikibidi siku ya ndoa kabisa ikifika apatikane mtu mbadala aoe kwa ajili yake, kwa sababu tarehe ilikwisha kupangwa tayari na siku zimekwisha kuisha. Yani walikaa kama familia kwa muomba Michael awasaidie. Michael akasema kwamba mnataka kabisa niwe mbadala wa Ozzy kwa mwanamke ambaye mimi sijamkubali. Mama mtu akasema kwamba mdogo wako kapata tatizo la kibiashara, kikubwa msaidie. Jamaa akasema airisha ndoa tu. Ozzy akasema na kwamba nisaidie kaka, anategemea sana katika hili. Michael akasema kwamba mimi siwezi kukusaidia katika hili mshikaji wangu. Michael alipinga vikali kabisa kumsaidia Ozzy ambaye ni mdogo wake, lakini wakati upo kitandani alitafakari sana juu ya hili swala. Alihisi kumdhulumu haki za msingi mdogo wake, na mwisho wa siku akawa amemfuata na kumwambia kwamba amekubali kumsaidia. Mama Michael pamoja na Ozzy walimshukuru na kufurahia uamuzi wa kaka mkubwa Michael. Asubuhi palipokucha Ozzy alikuwa tayari kabisa kuanza safari kuelekea Lagos. Waliagana akiwa na mama yake pamoja na mkewe mtarajiwa Ego. Kesho yake ikafika, ndio ikawa siku mahususi kabisa ndoa baina ya Ego pamoja na Michael ambaye ni mbadala wa Ozzy. Taratibu za kimila zilifuatwa vizuri mpaka ndoa ikawa imekamilika, japo bwana Michael hakuwa na furaha kabisa hata kidogo. Ego na Michael waliporudi nyumbani walistajabu kumwona Ozzy. Michael akaweza kusema kwamba Ozzy, unafanya nini hapa? Ilibidi uwe Lagos muda huo. Ozzy akasema mimi sikwenda Lagos brother. Michael akasema embu fafanua, ulisema kwamba una issue muhimu sana za kibiashara, imekuaje? Ozzy akasema mimi niliwadanganya tu. Ego akasema kwamba ulidanganya? Akasema yes kaka, hii ndoa ilikuwa ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, ilikubidi kabisa wewe ndio umoe Ego. Kwa sasa wewe na Ego ni wanandoa. Mama Michael naye akawa ameingilia pale akasema kwamba tuliona tukufanyia hivi kama surprise ili tu uoe usiendelee kuwa bachelor. Bibi Ego naye mwenyewe akaanza kusema kwamba kwa nini ulinivisha pete na hautaki kabisa kunioa? Mbona kama mimi sielewi huu mchezo mzima? Michael akaanza kuingilia akasema kwamba mnapenda sana utani mjue. Hebu twendeni ndani tukajadili hivi vitu, manake naona ni serious kabisa. Mamtu au mamake Michael akasema sio utani, familia uko mzima kabisa unajua kuhusiana na hili jambo. Michael akaanza kumuuliza Ozzy, uliniomba nikusaidie kuoa ili uende Lagos, lakini haujaenda, unanieleza habari kwamba huu ni mwanamke wangu, ni mke wangu sasa hivi ase. Huu ni mke wako wewe na mimi nimefanya kama ulivyoniomba tu. Kazi kwako mshu wangu. Beba mke wako, beba mtu wako, ondoka naye. Bana, huu ndio mpango ambao walikuwa wameuteta Ozzy pamoja na mama yake. Ile siku ambao walikuwa wanakula, Michael alienda ndani akiwa ameacha kabisa mjadala ukiendelea. Ego akawa amerudi kwao na kumueleza mama yake. Mama alimlaumu sana kwa sababu alikwisha kumshauri juu ya masuala mazima kukurupuka kabisa kuolewa. Lakini ndio hivyo, Ego kusikia. Wakaletwa wazee pale ili kumwekea kikao. Na tena wakati huo Ozzy amerudi Lagos alikokuwa anaishi. Wazee walimueleza kuwa kile kinywaji alichokuwa amekunywa siku ya ndoa ndicho kilimaliza mjadala wote wa ndoa. Hana hata jinsi kabisa kumkwepa Ego. Licha ya kwamba ni mwongeaji sana, Michael akasema kwamba atampatia talaka Ego ili kusudi tu amwache kwa sababu hakumpenda. Lakini ulimwambia kwamba talaka ni zaidi ya siku 60 baada tu ya ndoa yako kupita. Hivyo basi kaa naye kwanza mpaka siku 60. Yaani hapo kikawaida ni miezi kuanzia 3. Ndani ya siku zile 60 kufikia siku ya talaka, bibi Ego alipambana sana katika kupigania ndoa yake hiyo. Kwa sababu alimuomba sana Mungu kwa muda mrefu sana mpaka kuja kuipata. Naweza nikasema mlango ambao Michael amemfungulia Ego ulikuwa mpana sana kiasi kwamba ulikaribisha kabisa mazoea pamoja na furaha baina hao wote wawili. Ili Michael akawa amejikuta amenasa katika penzi la Ego, kitu ambacho hakuwahi kabisa kuwaza kuhitaji wala kutokea. Na hatimaye Michael pamoja na Ego rasmi penzini. Na huo ndio ukawa mwisho kabisa katika picha letu kale ambalo linaitwa Accidental Bride. Kama ajali fulani hivi, lakini ndio ishakuwa poa. Bana, mimi sina la ziada bana, tunabwaga.